Okay, so now my students, here we are proceeding looking on our question, and our question demands us to construct the bracketed key and the simple numbered key. The first part of our question ilikuwa inasema tuelezee zile features zinazopatikana kwenye starting from the first specimen ambayo ilikuwa ni beans, Fasciola vulgaris, mpaka kwenye ile pati ya mwisho kabisa ambayo inaitwa beta ball. Tulishaelezea zile features. So the purpose of writing those features is to help you now on how you can construct the bracketed key and the indented key. Kwa sababu ukiwa unaandika indented key au bracketed key, you have to mention the features which is found in common, mpaka uje upate ile identified au tunasema kwamba unique feature ambayo inapatikana kule kwa wote. Sasa hapa tunaanza kuconstruct. Here is our bracketed key. It is quite different from that I was explained to you. That's since you know the features which are found within each specimen, it will be easy for you now to answer. As now here you can see we have the stem texture. So kule kama utaandika kama kule nilivyokuwa na kuelekeza mwanzoni kabisa, hii ni bracketed key or numbered key. So you should mention the numbers. So utaandika maybe organism with the stem texture maybe smooth, and that with the rough. And now here you can see the stem texture which is found, that is the smooth. And here kwenye smooth we have got the Fasciola vulgaris, and namba mbili we have got the Solanum lycopescum. Solanum lycopescum ambayo hii ndio tomato sasa. Kwa nao unaweza ukaona kwa maana kwamba kwenye smooth tayari tumesha classify. Kwa sababu tumeclassify kwa haraka zaidi, kwa sababu tumeshajua the characteristics of each specimen that we have already provided. So kama ukijua features ambazo umeshazimention kule, it will be easy for you now to explain the advantages or their keys, or to construct their keys. So here I've just mentioned to you. So now kutokana na zile features ambazo tumezimention, unaweza ukapata namba moja ambayo tumesema hapa ni smooth. Kwenye smooth hapa tumepata Fasciola vulgaris. Fasciola vulgaris ambayo tumesema ni nini inaitwa beans. Lakini pia tumeona hii Solanum lycopescum ambayo ni pia na yenyewe structure yake inakuwa ni smooth. So tumesha classify hapa ambayo ndio ile tomato, texture yake inakuwa ni smooth. Hiyo ni namba moja. Lakini namba mbili au B yake tunaenda kuclassify rough, co-organism with the rough. So here I've just mentioned to you, it is your task now to go through the slide that I've already taught you, to go and construct, to arrange now the organism with the rough. Go to 3, go to 4, that's all. These are just a characteristics. Kwa nao unaweza ukaona kwenye rough hapa tulipata Solanum tubulosum ambayo ndio Irish potato. Tulipata pale ilikuwa ile texture yake, ile stem texture yake inakuwa ni rough, ambayo tuliona kabisa ilikuwa kuna zingine hadi zilikuwa na spine kabisa tuliona. And also we have this Solanum ethopicum. Ethopicum, Solanum ethopicum tulisema inaitwa beta ball. Beta ball. So nayo ile stem texture yake ambayo inapatikana pale inakuwa ni rough. Kwa maana kwamba ukigusa ile texture yake inakuwa sio smooth, inakuwa ni rough. I hope you know the meaning of rough. So also number C, here we have a spine. This one, my student, I repeat it to say again and again. This is not how you can write the bracketed key. Right, as I've already explained to you, these are just a characteristics that you can use them to construct your bracketed key or your simple numbered key.
So pia ukiangalia we have the stem texture ambayo inakuwa ni spine, ambapo kwenye spine sasa ndipo ambapo tutamclassify huyo organism wa mwisho ambaye anaitwa Solanum income. So now you can see you have already classified all of them by using the first character ambayo tumesema ni nini, ni texture, ile stem texture ya hao organism wote ambao utakuwa umepewa. So ukiangalia hizi zile texture zao ndipo ambapo sasa utakuja sasa kuclassify, this organism maybe anaikuwa na hii character ni upi. So it is na wewe sasa ndio unaweza kuandika pale organism with the maybe the rough stem texture. Hapo unampata Solanum income, unaenda tena unaambia hivyo go to 2, maybe go to 3, go to 5, mpaka una classify organism wote watano ambao utakuwa umepewa. And the issues here, the thing that you have to know and keep it into your mind, that kwenye characteristics zako ambazo utakuwa umezitaja hazitakiwi zizidi 10. Kwa maana kwamba zile couplet zako ambazo utakuwa unaelezea maybe go to 2, maybe to 3 to 5, hazitakiwi zizidi 10. Kwa zinatakiwa zirange maybe kwenye 5, zikizidi sana 6 mwisho. Kwa sababu kwenye kuclassify organism you must have yani unatakiwa ujue sifa ambayo inapatikana kwenye each living organism, Hile sasa ndio itakusaidia wewe kujaza kwenye zile bracketed key yako na kwenye indented key yako. And I repeat it again. In writing bracketed key or in writing any dichotomous key concerning, including sema dichotomous key, hapa tuta include bracketed key pamoja na indented key. Zile couplets zako hazitakiwi zizidi 10. Zinatakiwa ziwe zirange kuanzia kwenye 5, zikizidi sana 6. Na zisipungue zaidi ya 3, kwa maana kwamba ukasema namba 1 namba 2, no. That will not be hapo utakuwa bado hujaweza kuconstruct hiyo bracketed key au hiyo numbered key. So now let's see the features which you can use now to classify in the indented key. Pia hapa tuna hii feature ambayo unaona inaitwa stem texture. So kwenye stem texture na kwenyewe unaweza ukaona we have the smooth. Kwenye smooth hapa tunapata stem texture ambayo inakuwa ni smooth. Tumepata Fasciola vulgaris, ambayo Fasciola vulgaris common name yake tumesema inaitwa beans. We have also Solanum lycopescum, ambayo hii Solanum lycopescum inakuwa na smooth texture au stem texture, ambayo hii Solanum lycopescum tumesema inaitwa tomato. And also we are looking on the rough, also hapa kwenye rough tuna hii Solanum tubulosum, ambayo ile stem texture yake inakuwa ni rough. Pia kuna hii ambayo inaitwa Solanum ethopicum. We have also spine, ambapo tuna Solanum income. So as I have said, unaweza ukatumia hiyo stem texture. Let me show you here the thing that you have to know and you have to understand. That is in your question you have been told to construct or to show the characteristics, that is stem texture, leaf blade size, the leaf blade margin, the flower color, the size of the calyx and a corolla. Kwa hiyo sasa hapa ni wewe unachagua sasa feature ambayo itaweza kuexpress au itaenda kuexplain the distinctive nature of your specimen. Kwa unapoandika maybe kwenye bracketed key umechagua maybe the stem texture, so utaenda kuandika pale stem texture yako ya yule organism ipoje, utaclassify. Unakuja kwenye leaf blade, organism with the leaf blade maybe medium au small au large, vyovyote.
So the issue is to identify your newly discovered organism. But also you can also say that you have the leaf blade margin, or you can also state that it is a flower color, or you can state is a size of a calyx, the size of a corolla, whatever. The matter or the issue here is to identify your newly discovered specimen. Je, yule specimen ambayo utakuwa umediscover ndiyo hile? Pia kitu kingine ambacho utakuwa ukeep it into your mind is that how you can differentiate to write the bracketed key and the simple numbered key. So this is how you can write. So my student, as I have said, indented key na alafu indented key pamoja na bracketed key, hapa nimekuonyesha tu hizi features. My student, usije ukaandika hizi afu ukamwandikia kule mwalimu hapa ndipo umeshow bracketed key and indented key, utakosa my dear. So it is better to have a prior understanding how you can write, and here you just take the characteristics and thereby ndipo unakuja unaziandika hizo characteristics zako. And now my student, by saying so, this marks the end of our today's session. So thank you for your attentively listening and for following us, Educare TZ, and bye bye. Have a nice moment.